Minong'ono ya wapi wanakwenda baada ya kujiengua katika chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema imefikia mwisho leo tarehe 21 Mei 2025, zikiwa zimepita siku 14 tangu watangaze rasmi kuondoka katika chama hicho baada ya kupokewa kwa shangwe, vifijo, nderemo na wenyeji wao chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA jijini Dar es Salaam. Viongozi hao waandamizi wa Chadema pamoja na wafuasi wao wakiwemo aliyekuwa naibu katibu mkuu bara Benson Kigaira na naibu katibu mkuu Zanzibar Salum Mwalimu wametangazwa rasmi kuanza kazi ya kujenga CHAUMMA, huku nafasi ya katibu mkuu ikichukuliwa na Salum Mwalimu. Viongozi hao wa kundi la G55 pamoja na wafuasi wao kutoka ndani ya Chadema wamekubali kujiunga na CHAUMMA katika hafla iliyofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo wamekabidhiwa kadi za wanachama na mwenyekiti wa CHAUMMA Hashim Rungwe. Katika hotuba yake, Rungwe amewakaribisha viongozi hao kwa kusema leo ni siku ya kihistoria kwa CHAUMMA. Leo ni siku ambayo tunaandika historia mpya ya chama chetu tangu tulipopata usajili wa kudumu mwaka 2013. Tunatamani kujenga jamii ambayo inaheshimu misingi ya demokrasia, utawala bora, uwazi na uwajibikaji, na inayoheshimu haki za binadamu na taifa ambalo litajenga ustawi wa watu wake wote. Na wakaribisha wanachama wapya, tukapambane kwa hoja tuweze kupata mabadiliko ambayo watalipelekea kufikia na kuishi misingi ya kuundwa kwa chama chetu. Kwa upande wao, viongozi waliotoka Chadema wameeleza kuwa uamuzi wao wa kuhamia chama hicho ni kutokana na imani yao kwa mwelekeo wa chama hicho kipya ambacho kinazingatia demokrasia, haki na maendeleo ya kweli kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati natafakari niende wapi, niliposoma katiba ya chama chetu, nilivutiwa sana na sifa ya kuwa mwanachama wa CHAUMMA ambayo ipo katika ibara ya 10B ya katiba yetu, ambayo inasema kuwa ni pamoja, ili uwe mwanachama lazima awe anayeamini uwepo wa Mungu, na hiki ni chama ambacho kila Mtanzania anayeamini uwepo wa Mungu anapaswa kujiunga na chama hiki. Na sijui kuna chama kingine, na sijui kama kuna chama kingine kimeweka sifa hii kwenye katiba yake, na kuwa kama mtu haamini uwepo wa Mungu basi anakosa sifa ya kujiunga na chama hiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, naamini sote tuliopo hapa tumevutiwa na sifa hii, na ndio maana tupo hapa. Twendeni tukawatafute wale wote ambao wana sifa hii ili waweze kujiunga na chama hiki kwa maslahi mapana ya taifa letu na ulimwengu kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, na wakaribisha Watanzania wote wajiunge pamoja katika chama hiki ili kwa pamoja tuweze kujenga taifa hili kwa ustawi wa taifa letu. Kipekee kabisa naomba niwakaribishe wanawake wote kujiunga na jeshi hili la ukombozi ambalo limeweka wazi kuwa litakuwa tayari kulinda na kuheshimu haki za wanawake na watoto wetu. Twendeni tushiriki uchaguzi huru, tukapigania mabadiliko ambayo tunaamini tutayapata tukiwa ndani ya uwanja huu, na kama hatuwezi kushinda vita tukiwa nje ya ulingo, na hatuwezi kuchukua kombe kama tumeondoa timu uwanjani. Twendeni katika uwanja kwa ajili ya mapambano. Mnamo Mei 7 mwaka 2025 walitangaza rasmi kujivua wanachama wa Chadema, ingawa hawakutaja wazi wanakoenda. Minong'ono ilieleza kuwa wanajiunga na vyama kama ACT Wazalendo, Sauti ya Umma SAU au CHAUMMA. Sababu sisi sio chawa, sisi ni viongozi, sisi tunajitambua. Tuliingia Chadema kwa sababu ya malengo, na tunatoka Chadema kwa sababu Chadema imeachana na malengo ambayo yalifanya sisi tuingie. Kwa tunajitoa Chadema ili wasipate sababu kwamba chama hiki kilikufa kwa sababu walikuwepo. Kwa sababu sisi tumekaa kimya, tunatukana kila siku. Umekaa kimya unatukana. Sasa unajiuliza, hivi hawa jamaa wanataka nifanyeje? Nife? Si watatukana mpaka maiti? Haiwezekani.
Usinajitoa. Na mimi nawashauri bila shaka yoyote watu wote ambao hawaridhiki na hali inavyoenda watoke. Hatimaye wamechagua Chauma, chama kinachoongozwa na Hashim Rungwe ambacho kimejizatiti kuwa na wagombea wa urais kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Baadhi ya wanaharakati na wachambuzi wa masuala ya siasa za ndani na nje ya Tanzania wamekuwa na maoni mseto, huku wote wakiwataka Chadema na Chauma kujielekeza katika mpinzani wao mkuu, Chama cha Mapinduzi CCM. Ushauri wangu ni mmoja. Kwa maoni yangu mimi, wale ambao wanapenda Chadema yao ibaki ilivyo, wale ambao wanaona kwamba wanahitaji Chadema ambayo haina misukosuko, haina mivutano, haina migogoro, ina watu wanaoelewana, wanaopenda Chadema ya aina hiyo, wamshukuru Mungu kwamba kuna watu wanaondoka, na wawapongeze na kuwatakia heri wanaoondoka, kwa sababu kuondoka kwao kuna waachia wanachadema fursa ya kutengeneza kitu chao kivyao, bila migongano, bila minyukano, bila mabishano, bila chuki, bila fitna. Chadema yao tabaki imara. Lakini vile vile wanaoondoka Chadema na wenyewe nina neno kwao kwamba mmeshindwa kuishi kwenye Chadema, mnaona mambo hayaendi mnavyotaka, mnaona hamna furaha, hamna upendo, hamna ushirikiano, hamna mshikamano mliozoea, na mnaona malengo yenu ya kisiasa hayatimii, mmeamua kuondoka. Kwanza na wapongeza, hamwendi Chama cha Mapinduzi. Mmeamua kubaki katika misingi mliokuwa nayo ya kupigania mabadiliko ya mifumo ya utawala. Mmeamua kutafuta dola kwa kuendeleza kile mlichokuwa mnapigania. Pambaneni na adui anayejulikana, Chama cha Mapinduzi. Sitarajii walioondoka Chadema watumie muda mrefu kuzungumzia Chadema, kushambulia Chadema, kuzudoana na Chadema. Na sitarajii waliobaki Chadema watumie muda wao kushambulia walioondoka kwenda Chauma, kuwazomea, kuwalaani, kuwatukana na kuwabeza. Adui yenu anafahamika, si Chauma, si Chadema. Hebu tufocus kwenye matatizo ya kitaifa. Vyama hivi vipo ili watu wapumue. Uamuzi huu unaweza kuwa na athari kubwa kwa vyama vya upinzani nchini Tanzania. Chauma ambacho kilikuwa na wafuasi wachache sasa kinapata nguvu mpya na kinaweza kuwa tishio kwa vyama vikuu vya upinzani kama Chadema na ACT Wazalendo. Kwa upande mwingine, Chadema kinakutana na changamoto kubwa baada ya kuondolewa kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Hali hii inaweza kupunguza umaarufu wa chama hicho na kuathiri nafasi yake katika siasa za upinzani nchini Tanzania. Kwa ujumla, hatua hii inaonyesha mabadiliko makubwa katika siasa za upinzani nchini Tanzania na huenda ikabadilisha ramani ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao wa 2025.